shetani ameziweka dhambi zote kuwa nzuri na za kuvutia machoni pa watu. Ameziweka dhambi zote kuwa na faida mbele za watu. Sikia nikwambie kitu kimoja leo, kwamba dhambi zote ni nzuri, dhambi zote zinapendeza, dhambi zote zinavutia. Kwa nini? Wako watu ambao wanajenga kwa ajili ya uzinzi. Wako watu ambao wananunua magari kwa ajili ya uzinzi. Wako watu ambao wanafaulu maisha kwa ajili ya kuua watu. So shetani akitaka kukuingiza katika mfumo wa dhambi, anaanza kukuonyesha faida za dhambi. Ndio, shetani akianza kukuingiza katika uzinzi, atakuonyesha ya kwamba zinaa ni tamu, zinaa inapendeza, zinaa inavutia, si ndio? Lakini kitu pekee shetani ambacho anakificha na hataki ukione ukiwa bado haujaanza kufanya dhambi ni kujua matokeo ya dhambi. Na kitu ambacho nimetamani kukushirikisha leo ni kwamba shetani huhakikisha haujui matokeo ya dhambi unaifanya. Yaani atakuonyesha uzuri wa dhambi, lakini hakuonyeshi matokeo yake. Tunasoma kwa Adamu na Hawa. Shetani alipomfuata mwanamke, alimuonyesha uzuri wa dhambi watakayoifanya, lakini hakumuonyesha madhara ya dhambi watakayoifanya. Mungu alipomweka mwanaume, alimuonyesha madhara. Alimwambia, ukila mti wa tunda ili utakufa hakika yako. Lakini shetani alipokuja akabadilisha, akamuonyesha faida na sio hasara. So shetani huonyesha faida katika kila dhambi yake. Akamwambia mwanamke kwamba ukila tunda la mti huu hakika yako mtafanana na Mungu complete. Na Hawa alivyokula, shetani alikimbia, alimuacha Hawa akiwa katika hali ya kukosana na Mungu. So shetani ana tabia ya kuonyesha mwanzo wa dhambi kwamba ni mtamu wa kupendeza, lakini anaficha matokeo ya dhambi. Haleluya, haleluya, ananisikia? Atakuonyesha upande mmoja wa dhambi, ila anakuficha matokeo ya dhambi. Na ndio watu wengi ambao tuko nao makanisani sasa hivi, shetani anawaonyesha upande mmoja wa dhambi, lakini anawaficha matokeo ya dhambi. Atakuonyesha leo kwamba mikopo ni mizuri. Atakuonyesha kwamba chukua mkopo ikusaidie maisha. Unaanza kuchukua milioni 1, unachukua milioni 2, unaongeza milioni 5, unaongeza milioni 10, mwisho wa siku unashindwa kuilipa mikopo. Shetani alikuonyesha faida ya kukopa, kwamba ukikopa utapanua biashara, ukikopa utajenga nyumba, lakini hakukuonyesha ya kwamba ukishashindwa kulipa, ndugu, kuna hasara. Huyo ni shetani. Halo, subeni nikwambie, kukopa ni roho. Sijui kwa nini nimefika huko, lakini kukopa ni roho. Ni roho, na haiangalii wewe ni mtumishi, haiangalii wewe ni askofu, haiangalii wewe ni nabii. Halo, kuna nabii ambaye alikufa akiwa amekopa. Mnajua, ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 pale utaona maandiko yanasema, mtumishi wako, mume wangu amekufa, nawe wajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa akimcha Bwana, naye mwenye kudai amekuja awatwae wana wangu 2 kuwa watumwa wake. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye alikopa enzi za uhai wake. Alipokufa, anayemdai akafuata watoto kwa mke wa huyo mtumishi, kwamba hakika mume wako amekufa na mimi nilikuwa ninamdai mume wako, naomba watoto wakae watumishi wangu. So mambo ya kukopa hayanaga mtumishi, hayanaga nabii. We, roho hii ikikuingia, hakika yake inakumaliza. So shetani anakuonyeshaga faida
kuliko hasara. Watu wengi ambao wanaingia katika mfumo wa mikopo na kubaki na hasara baadaye ni watu ambao shetani alianza kuonyesha faida ya mikopo, alafu walivyoingia tu wakapata hasara. Wapata hasara, ndio sasa matokeo yametokea hayo, alafu shetani anawakimbia. Tabia ya shetani ni kwamba ukishayaona matokeo ambayo hakukuonyesha before, anakukimbia. Huyo ni nani? Huyo ni shetani. Haleluya, mnanisikia? Shetani anaweza akuletea mke au mume wa mtu akakuonyesha furaha, akakuonyesha kwamba waume wa watu, si mnasikia huko nje watu wanasema waume wa watu watamu, mume wa mtu mzuri, mke wa mtu mzuri, mke wa mtu sijui anapendeza. Huyo ni shetani anakuonyesha faida ya dhambi, kwamba mke wa mtu ndio kitu kizuri, lakini hakuonyeshi hasara za mke wa mtu, hakuonyeshi hasara za mume wa mtu, hakuonyeshi hasara za ndoa ya mtu. Kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 4 nasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Alafu mbele ukisoma nasema kwa maana waasherati na wote wazinzi Mungu atawahukumu. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Watu hawaheshimu ndoa. Ni nini? Shetani anaonyesha watu faida ya dhambi, kwamba ukiwa na mume wa mtu anakulipiaga kodi, si ndio? Ukiwa na mume wa mtu anakuwekeaga mafuta kwenye gari, si ndio? Ukiwa na mume wa mtu anakununuliaga nguo, si ndio? Ukimwacha utakosa vyote hivi, si ndio? So shetani anakuonyesha faida ya ile dhambi unaifanya, ila akuonyesha kwamba huyo mume wa mtu mwisho wa siku atakupa magonjwa, huyo mume wa mtu mwisho wa siku atakuacha, tarudi kwa mke wake, ipo siku utashikwa, utapigwa, na mwisho wa siku ni hukumu. Si maandiko anakuambia katika Waebrania 13:4 kwamba ndoa na iheshimiwe, alafu anasema kwamba kwa maana waasherati na wazinzi watahukumiwa. So shetani ni kiumbe ambacho kinaonyeshaga faida ya dhambi kabla ya hasara. Faida ya dhambi kabla ya hasara. Hisia zako zinakupeleka, shetani anakupitisha, anakuonyesha mchumba mzuri, unasema hakika yake umemkuta mazingira ya hovyo, umemkuta hovyo, unamchukua huko alipotoka, unasema hakika yake huyo anafaa kuwa mke kwa sababu ana pesa. Amchi Mungu, hawezi hata kuomba, hawezi kufunga kwa sababu tu ana pesa mtu huyo, na umempata huko klabu, sijui umempata huko barabarani, umemwokota, unasema kwa kuwa ana pesa anaweza kumudu mahitaji yangu, acha niwe mume wake, acha niwe mke wake. Anakuonyesha faida za unachokifanya, lakini hakuonyeshi hasara zake, kwamba mwisho wa siku utaanguka. Subiri nikwambie kitu kimoja leo. Mwanaume yoyote ambaye unasikia voice hii, hakikisha unaoa mwanamke ambaye anakuzidi kuomba. Kuta za nyumba zinajengwa na mwanamke, sio mwanaume. Shetani asikuonyeshe ya kwamba angalia huyu kwa sababu ana kipato, olewa naye, oa naye. Nikwambia kwamba anakuonyesha faida, lakini jua mbeleni kuna hasara. Ukioa mwanamke yoyote ambaye haombi kwa kuwa tu ana pesa, kaka yangu, nikwambia kwamba mbele mwanamke huyo atakuwa shetani. Wewe ambaye umeoa, ukiona unaomba kuliko mke wako, ujue upo ya danger zone. Lazima mwanamke aombe kuliko mume. Sasa tunaingia katika vitu hivi na kuharibikiwa. Kwa nini? Najua hawezi kunielewa kwa sababu mapenzi yamekukamata. Hawezi kunielewa, mapenzi yamekushika, lakini ipo siku utanielewa. Tumeharibikiwa katika mambo haya kwa sababu
Shetani anatuonyeshea faida za kwanza, hatuonyeshei hasara za mbeleni, hatuonyeshei matokeo kwamba tutakapooa kwa sababu mwanamke huyu ana pesa, ama kuolewa kwa sababu huyu ana pesa, matokeo yake baadaye ni nini? Hakuonyeshei shetani hayo, anakuonyeshea faida tu. Haleluya, haleluya. Tuko wote, anisikia? Shetani huhakikisha haujui matokeo. Tuko wote, tuko wote. Na hiko ndicho ambacho nilitaka kukushirikisha leo, kwamba hakikisha shetani hakudanganyi anapokuonyesha faida ya dhambi, anapokuonyesha uzuri wa dhambi. Hebu akuonyeshe na madhara yake. Atakapokuonyesha zinaa kwamba ni tamu, inavutia, hebu akuonyeshe kwamba kuna ukimwi, akuonyeshe kwamba kuna mimba, akuonyeshe kwamba kuna kufa, alafu akuonyeshe kwamba kuna hukumu. Haleluya, haleluya. Barikiwe sana. Uwe na jioni njema, na Mungu akubariki.